Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. So kuna siku Bwana alikuwa akizungumza na makutano pamoja na wanafunzi wake. Alikuwa anapenda kutumia mifano. Na huu mfano ulikuwa ni mfano wa mpanzi. Tunaofahamu alikuwa ametoka mtu kwenda kupanda mbegu, na Bwana alisema kuna kama aina 3 za mazingira ambayo ile mbegu ilianguka. Mara ya kwanza ile mbegu ilianguka kwenye eneo ambalo ni njiani. Na Biblia inasema kwamba hawa watu wa njiani ni wale ambao wanalisikia neno lakini hawajalielewa. Kwa hiyo anakuja yule mwovu analiondoa. Kwa hiyo chochote ambacho nakisikia na usipokielewa hakiwezi kuzaa matunda. Jambo la pili, au mfano wa pili wa watu, anasema hawa ni watu ambao wenyewe walikuwa kwenye mwamba. Mbegu zimeanguka kwenye mwamba. Kwa hiyo wamelipokea neno kwa furaha, wamelielewa kabisa, lakini kwa sababu hawana mizizi. Anasema ikitokea tu changamoto kidogo, kitu tu kakitokea kakiwa disturb, anasema ile mizizi kwa kuwa haipo, ile neno linashindwa kuzaa, linakosa mizizi, halijaenda chini, limekosa shina, baadaye linakwama, inashindwa kuzaa. Alafu anakuja kuongelea watu watatu. Hawa anasema hawa ni wenye miba. Hawa shida yao mambo mengi. Neno la Mungu wamelisikia, wamelielewa, wamelipokea, lakini they do not give attention to that word of God. Hawakai nalo, hawalitafakari, hawalisikilizi. Japokuwa wamelipokea na wamelelewa na wamelipokea kwa furaha, ila shida yao utafutaji, maisha, harakati nyingi zinasababisha neno linashindwa kuzaa matunda. Sasa kuna watu 4 ambao mimi ninaamini wewe ambao unanisikia ni mmoja hawa. Anasema hawa ni watu ambao neno limeanguka kwenye udongo mzuri. Na Biblia inasema hivi kwamba ile mbegu ni neno la Mungu. Na mbegu yote inapowekwa, haiwezi kawekwa hapa sasa hivi kesho ukaja ukakuta kuna mmea. Neno linapoanguka lina take time. Hasa hawa wenye udongo mzuri, Biblia inaelezea, anasema hivi mstari wa Luka 8:15, anasema na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Unachokiona cha kwanza, hawa watu wamelisikia neno lakini wamelishika. Kwa nini kulishika? Kuna vitu vitakuja ambavyo viko kinyume na neno ambalo umepewa na Mungu. Lazima unganganie neno ambalo Mungu amelisema, likumbatie kwa nguvu. Usikubali chochote cha kimazingira kikakuambia tofauti na neno lilivyosema. Alafu anasema kwa kuvumilia. My friend, kuna nyakati utapita ni ngumu, lakini jua kwamba umebeba mbegu ndani yako ambayo lazima izae. Kwa hiyo hautakiwi kuliachia lile neno mpaka lile neno limekuja kuyazaa matunda. Anasema kwa kuvumilia. So unaweza kuwa umepokea neno la unabii, umeomba, Mungu amesema na wewe, umekaa, Bwana akakupa ahadi mbalimbali, umesikia chote, inahitaji kuvumilia. Mungu akupe moyo wa uvumilivu ili uweze kuzaa matunda. Mungu akubariki, usaje kunifuatilia. Elisha Mwanga. God bless you.